Leo kwa wale ambao tuna utandawazi, television, tuna simu kubwa, tunashuhudia matukio mengi ya watoto wanaozamishwa kwenye masinki, madimbwi, majalajalani, kwenye madampo, bali watoto wanafika kuchukuliwa, wanaingizwa kabisa katika makaro. Isipopatikana nusra ya Allah subhanahu, mtoto huyo nafsi yake inaondoka. Aweza leo mwanamke akamzaa mtoto kwa tabu na dhiki, kwa shida, na akamchukua kabla ya kukatwa hata kile kitovu, akamfunga kanga mtoto huyo mdogo mchanga, akaenda akafungua sinki la choo na akamzamisha mtoto wake. Leo haya tunayaona, bali si hilo tu. Leo watoto ambao wanalelewa na wazazi wasiokuwa wazazi wao, mateso wanayoyapata katika majumba, makofi wanayopigwa, maneno ya udhia, kutishiwa mpaka kuuliwa. Aweza mtoto tangu asubuhi alipoamka mpaka yaingia jioni, mafua yanamtiririka, njaa inamuuma, na akimfika mama yake aambiwa, tafuta mama, mimi nimeolewa, tuna baba yako, hujanioa wewe, na mimi na baba yako tulikubaliana simtaki mtoto wake, lakini yeye akanirai na kunibembeleza mpaka nilikubali. Usifikirie mimi nakupenda. Na mtoto huyo akaishi katika maisha ya dhiki. Hii ni dhulma. Wallahi Allah subhanahu anakuandikia kwa kila chozi la mtoto analolimwaga katika chozi lake. Leo aweza baba akatoa matumizi mazuri nyumbani mwake, akamwacha mtoto wake wa kambo aliyezaa naye na mama mwenginewe, ima akatangulia mama yake au akaachana. Mtoto huyo akamkabidhi mama mwingine aliyemuoa kwa upendo, akitarajia kwamba lengo kubwa la kuoa ni kupata mtu wa kumlelea mama yake, mtoto wake. Lakini mtoto huyo, billahi alaikum, anachofanyiwa yeye Allahu yaalamu, Allah yeye ndio anayejua. Yadhribunaha, wanawapiga, wayasubunaha, wanawatukana, na wanawafanyia mpaka kuwashikia visu na kutaka kuwamwaga damu zao. Angalieni katika mitandao, angalieni leo jamii ilipofikia katika hali hii, mpaka ikafikia wako baadhi ya watu leo wakajifikia wakati kuharamisha kuoa kwa sababu tu ya kuamini kwamba usalama wa kumlea mtoto huyu awe naye yeye mwenyewe. Umefanya dhulma aina hii, kuharamishia watu kuoa kwa sababu ya udhia wa unayoyafanya wewe, na pia umefanya dhulma ya kumfanya huyu kuchukia jambo la ibada ya Mola wake. Ni watoto wangapi leo waliopo mabarabarani wanaoteseka, ukimuuliza kwambia mimi nakaa na mama yangu wa kambo, au nakaa mimi na ndugu yangu ambaye ni wakufikia tu aliyenipeleka baba yangu. Watoto wanapoteswa, fala tudlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu. Hii ni dhulma kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibba ikhwatan ajilla, waangalieni aitam, watoto yatima wanapotembea, yatihuna fil ardh, wanavoranda katika ardhi, hazanan, kwa huzuni walizonazo. Lakini leo akatokea mtu kwa moyo mmoja akamchukua mtoto yule yatima akampelekea mkewe, kwa malengo atafute radhi za Allah subhanahu. Wanawake wanaoyafanya majumbani, Allahu yaalamu, Allah yeye ndiye anayejua wanapowafanyia watoto hawa kwa ihana na unyonge na udhalili. Wa antum tashhadun, na nyinyi mnashuhudia. Hebu leo itokee tu, waliyadhu billah, Allah tuhifadhi, ivunjike ndoa ya mtu na wao wamezaa tu mtoto, alafu mtoto huyo watagombaniana, akiachiwa mama kwa malengo ya kwamba yeye, tukiamini kwamba aweza kumtunza vizuri, inakuwa ni sababu ya fimbo ya kumwadhibu yule mume. Mtoto huyo anateswa, anabugudhiwa, lengo tu ni kumwadhibu yule mume. Ayatuhan nisa, enyi wanawake wa Kiislamu, ittaqina Allah,
Mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, natambueni kwamba Allah subhanahu anawaanikieni mnaoyafanya. Wa bil'aks, na kinyume chake, na sisi wanaume tunayo haki ya kuwalinda watoto wetu na watoto wa wake zetu tuliowaoa. Ikiwa amekuja na mtoto wake ima wa mume mwingine au kwa njia yoyote ambayo Allah alimsibu nayo, lakini madamu ni damu yake na ukamkubali kumuoa mama yake, kubali kulea na mtoto wake. Allah anasema warabaikum, na watoto wenu allati fi hujurikum, ambao wapo katika majumba yenu mnawalea, na hawa wana haki za kufanyiwa, hawatakiwi kudhulumiwa. Ukinunua daftari moja kwa mtoto wako wa kumzaa, nunua daftari moja kwa mtoto wako wa kumlea. Ukimpa mtoto wako andazi moja, mpe andazi moja mtoto wako wa kumlea, kwa sababu yupo katika dhima yako kwa Allah subhanahu. Ibadallah, hii ni aina ya dhulma ambayo inafanywa leo ya watoto hawa kuteswa, kunyanyaswa, na haya yanafanyika katika jamii zetu, na yawezekana sisi kwa sisi tunayaona na tunashindwa kukatazana. Yawezekana mtu anauona uovu wa mtoto huyu ananyanyaswa na kuteswa, lakini yeye akafunga mdomo wake, akaamini kwamba ni maisha ya watu wengine, bali kwa Allah subhanahu, na wewe utaulizwa. Man raa minkum munkara, yoyote atakayeuona uovu, falyughayyirhu biyadihi, au ondoe kwa mkono wake. Ikiwa huwezi kutumia nguvu ya mkono, fabilisanihi, azungumze kwa ulimi. Ikiwa mtu hawezi kuzungumza kwa ulimi, faliqalbihi, achukie kwa moyo wake. Wadhalika adhafu liman, na huku kuchukia ni imani dhaifu, lakini ni bora angalau uchukie. Bali anasema Al-Imam Shanqiti asema, na miongoni mwa alama ya kuchukia uovu kwa mtu aliyeshindwa kuchukua maamuzi ya kuondoa ni kumhama yule muovu. Usicheke naye madamu yeye ni mnyanyasaji, yeye ni muuaji. Kwa nini wewe umfanye kuwa rafiki? Kwa nini wewe umfanye kuwa ni mtu wako wa muhimu? Mkimbie na umuhame. Na hii ndio maana ya kwamba wewe unauchukia uovu wake. Ibadallah, ni wajibu wa Allah subhanahu, watoto hawa wadogo wanayofanyiwa na udhia wanaoupata, lau kama tunaishi nao, tunawasikiliza na tukayaona yale wanaofanyiwa kwa jicho la huruma, basi katika sisi asingetamani mmoja wetu kuzaa. Ibadallah, ni wajibu wa Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni moja katika dhulma tuliyokatazwa katika miezi mengineyo, lakini katika miezi hii mitukufu pia tumekatazwa dhulma hii. Ayuha almu'minuna ibadallah, ndugu zangu waumini, na wahusieni na kuihusia nafsi yangu, tuchunge sana kumwaga damu ya mtu. Qatratu dami, damu utakayoimwaga iwe ni tone moja tu, Allah subhanahu wa ta'ala atakuadhibu nayo kwa tone hilo. Tusimwage machozi ya watoto hawa kwa sababu tu ya wewe unalogopea kwamba amekuletea watoto wawili watatu. Maadamu wewe umekubali kumwoa mama huyu, maadamu wewe umekubali kuolewa na mume huyu, na yeye ana watoto wake, fahuwa lak wa huwa lak, yeye ni wako na watoto hawa ni wako. Ibadallah, leo angalieni katika masiku haya matatu, majuzi kati, nimeshuhudia klipu ambayo ilizagaa baadhi ya mitandao. Mama amemzaa mtoto wake, alafu akamchukua, wallahi mpaka kile kitovu hakijakatwa, ameenda akafungua ile choo, akamuingiza yule mtoto, ananing'inia. Mtoto amezama mpaka kimebaki kichwa. Ameingia mmoja katika watu kumtoa, akimshika kwenye mabega mtoto yule anateleza. Kila anapomshika, kwa sababu yupo kwenye shimo la choo, alipotolewa ni mtoto wa siku moja. Mtoto wa siku moja. Lakini haya yanafanyika kwa sababu gani? Watu wanaogopa ihana kwa madhambi waliyofanya. Yawezekana yeye amezini nje, leo akapata mimba, anaogopea yeye kuishi na mtoto huyu. Huyu hana dhambi. Dhambi ni yako wewe uliyemwasi Mola wako. Tubia wewe kwa Allah na umlee mtoto huyu katika malezi yaliyo bora. Au yawezekana yeye amemchukia mume wake kwenye ndoa, anaapa kabisa siwezi kumzalia tena mtoto mume huyu.
na nikimzalia akibeba ujauzito mimba anaitoa katika miezi anayojua yeye. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hata ikiwa mimba ni ya wiki moja, ikiwa wakusudia kuitoa mimba hiyo kwa malengo ya kumkomoa mtu au kwa malengo ya wewe kuogopea ulezi, unahesabiwa umeua nafsi, hata kama bado hajapulizwa wala hakijawa kiumbe, kwa sababu hikma inasema kila kilichotungwa katika mfuko wa uzazi kinaitwa ni kiumbe mpaka pale ambapo kitazaliwa, kife chenyewe au kiishi maisha ya dunia, alafu kipotee, kizikwe na kiondolewe. Lakini ikiwa bado kipo katika mfuko wa uzazi, ni wa wiki moja au wiki mbili, wewe ukaua kwa malengo ya kumkomoa fulani, na wewe umeshiriki katika kumwaga damu, na Allah subhanahu atakuhesabu kwa hiyo. Ayuha almu'minuna ibadallah, inna Allah subhanahu, hakika ya Allah subhanahu siku ya Kiyama atatukusanya kama tulivyokusanyika sisi katika msikiti huu au mfano wa huu na mengineyo, alafu kila mmoja katika sisi ahesabiwe kwa matendo yake. Qala Allahu tabaraka wa taala, waqifuhum innahum mas'ulun, wasimamisheni hawa leo, hakika wao wataulizwa. Na utaulizwa ndugu yangu katika imani mpaka kwa kile kiumbe ulichokitoa katika tumbo lako. Ewe baba, usishiriki kwa mawazo yako, kwa mali yako, kwa usafiri wako, hata kufunga safari kumpeleka mkeo au binti yako kwa kuogopea fitna yoyote na madhara yoyote ya mimba hiyo, ukaenda ukashiriki kuitoa, ila ikiwa ni katika wale ambao tuliowaeleza yastahili kwake yeye kutolewa mimba hiyo, basi huyu wewe utaingia katika sheria. Na ikiwa hakuna hilo, usilifanye jambo hilo, kwa sababu ndani yake ni kumwaga damu. Allah subhanahu akatuambia, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu katika miezi hii mitukufu, na katika dhulma ni kuua. Allah subhanahu ametukanya, na sisi tunapaswa kuyasikiliza maagizo ya Allah subhanahu.